realize that strict parents rise or make children better liars. When you become too strict, now I'm talking to the parents, you will raise a generation full of liars. Ukikuwa mkali simba, watoto wanakuwa waongo. When you become too strict, wameniangalia. When you become too strict, you create a platform. You unatengeneza kiwanja ya uongo. That is why I told parents, never be strict to your children. Usikae simba, but just be friend to them. This generation wanaweza kukusomea mpaka useme kweli hii. Na hii kitu nilisema juzi, sio kitu, hii wamekuwa watu. Don't be too strict to them. Niliambia watu ukifika 40, alafu ukanyange pamba 50. Tafadhali wacha kukasa nati. Adjust. Wacha kukasa, fungua nati pole pole. Ukiendelea tu kukua mkali baba vile huko, utaachwa. Unaona magogo kama hawa, huwa nawaambia wakifika hiyo age. Gogo, kwa Kiingereza, ikose Kiingereza. Mega says, welugo itumbuno, kumelendu kumachini piki, makimache piki. So si tebi kumye kwa ichambi, sege chamba. When you reach our age, people no longer need you. You need people. Very soon utakuwa na hiyo TV yako ya 43 inch. Na unashinda ukiangalia sema nilinunua, ndisa ulinunua. But because you are still watch alone, will you enjoy? Wazazi, will you enjoy? For you to enjoy this life, you need friends. And the first friends are your immediate family. Yes. Hata upendo huko nje mpaka ulangwe mpaka upembwe juu. Siku ile una nguvu na pesa imeisha. Utarudi tu pole pole. Mzee. Ilolono utakuja ukikwa. Kwa ule bibi yako ya kwanza. Kuna vitu sitaki niongea hapa, ni very dangerous. Now what am I saying is, so that we raise these children, let us not be too strict to them, but let us embrace them. Love them. Amen. Amen, wazazi. Be patient with your children. Kama nule mtoto wa haraka yangu alikuwa very active mpaka nilipeleka ya hospitali. Nilifikirianga hapo mgonjwa, nikaambiwa huyu si hyperactive. Huyu amefanana na mama yake, nikasema kweli hii. Nikarudisha. Kumbe unacheza. Kuna watu hapa mmecheza kabisa. Hata unapochapa mtoto saa zingine, wengine mnajichapa. Sikuliona juzi nilisema mama hapo na simu kutoka kwao kidogo. Mzee hapo na ya kwao pia kidogo. Mnaleta ya mama, unaleta ya mzee, mnachanganya, mnaproduce. Kuna brand rahisi. Yaani mmeleta kwenda simu yenu yote mnachanganya na mnaweka mtu mmoja. That person is trying. Najua Mungu alielewa. I am using a lot of parables because I don't want them to capture with us. Najua watoto wamekuwa hatari siku hizi, wako very attentive. At the good side hawezi elewa parables ya watu wasema. Wana bila wako attentive kukuliko. And that is why I say, mahali watoto wanatushindia ni vitu mbili. Hekima, tunashindia watoto hekima na miaka. Lakini kusoma tumesoma hivi. Hata walimu wamesoma hivi. Kuna nguo, nani wanafukuzanga nyinyi kwa fees? Yule anatuma nyinyi mlete fees. Nitisharani? Chapolo. Chapolo. Amolo. So kuna ile nguo akivaa siku ya ataongelea kuhusu fees. Yaani kuna nguo ya fees. Na sijamenya kapi. Siku kuna nguo akivaa hata lazima aongelee fees. Na kuna nguo gani hiyo? Trouser ya black na koti ya blue. Hiyo ni ya fees. Yaani wanajua mpaka wanajua tu. Hiyo koti ni ndugu, tunaomba upeane hiyo koti. Peana kwa keti cha wa shule nyingine. Yaani mpaka watoto wanajua akivaa tu koti blue na long black, na hata wewe ujui ni setani gani na kupelekana na. So we are nasema good morning school. Today we want to check on those who are still having peace balance. Kuna
zawadi? Iko? Ile siku anawapea zawadi kuna kayuka nguo anapanga. Sana sana kala gani? Shati? Oh, blue suit. Akivaa hiyo lazima mkule kitu. You can imagine, tumesoma mpaka nguo yenye tunavaa. Hata leo wametoa kuna mkate. Ile tu umevaa white. Hiyo ni tabu tu. Yaani kama walimu wamesomwa na wewe mzazi. Unajua watoto wakikuangalianga hivi unasikia wanakoordinate wanaambiana mambo ni red. Kaburi. Yaani waniambia wazazi usiwahi fungua macho wakati unaomba. Sukari itapanda juu. Usiwahi jaribu omba tu funganga macho yako Yesu karibu anarudi. Unasema Mungu bariki. Saidia huyu mtoto hapo jawabu apite. Saidia hao nyona. Au ukivika kwa jina la Baba, wanakusupport la Mwana. Siku moja jaribu tu ufungue macho hivi ndio utashangaa dunia ina watu hapa. So ile pressure siende tu funganga macho Mungu atakukumbuka. So what am I saying is that let us be patient with our children. Mtoto kama achabadilika, give time. Wanafunzi shika mkono hivi. Tell your parents, give me time. Give me time. I will improve. I will be the best. Let's give them time. You know, there is some children right now, their results go down, exceeding expectation yuko juu. Ndio wakati yetu hii ilikuwa umeanguka. Sasa ni opposite kwa CPC. Hii ndio umepita. Yaani dunia tu vitu vichenjana. Vitu vichenjana. Yaani hii ndio wewe wa kwanza. Imagine. So strict parents, for us not to raise liars, let us love our children, let us admonish our children, let us be friends to our children. I don't remember feeling mbaya. Have you ever embraced that child? Kumwambia beyond fees, I love you. Please do that one day and you'll see the results. Number 2, parents, I'm about to finish. Emotionless parents raise emotional children. Wazazi wasio na huruma. Wazazi wasio kwa na rirge ile yetu ya kikaleji. Wale watu wana utu. They raise children full of emotions. Niliona juzi kwa news na nikaona mzazi mmoja alikasirika kule Bomet na kuchukua fimbo na kuchapa mtoto mpaka kifo. It was so painful. Na ino vile nasema wazazi usichokoze watoto. Hasa kina baba. Tuliambia wa baba mkikasirika chipe shughuli. Zamani ilikuwa wazee wakikasirika wanaenda kumereka shamba kwanza. Wanaenda kama surveyor. Na surveyor shanganyanga shamba. Walikuwa wanazunguka kwa shamba wanarudi kama stress imeteremka. Hii stress ya kushika baba na kupeleka kwa mtoto mtaua watoto. Alafu watoto wa siku hizi sijui miili yao ni tofauti na yetu. Sisi wengine tulichapwa. Hata wengine Mungu na dimple si ati mlisaliwa naye. Ulipika ukipewa uchi. Baba ikakirieteka peke yake. Hebu tucheke tuone unyago na dimple. Hii si ya nini? Mama hii si ya kusaliwa, hii ni kufinywa. Somo watu tulivinywa mpaka tukapata dimple. Ikakuwa birthmark. Naitwa? Dimple. Sivyo nimesema dimple. Yaani unaona ya wazazi wenu, si ati walisaliwa nayo. Mama yao walikuwa wanafinya kwa wapea uchi. Hii imeiva hapa ni mikono ya mama yake. So, sasa kina wazazi tukikasirika sana, tuwe na utu. Let us not be too emotional. When you are so emotionless, you know, you don't count this is your child. You don't feel this and you will kill her. You will kill him. Watoto ukosa, but let us not be beyond. Unajua kuna mtoto anakasirika anasema wewe, nikishika hii mwalimu asije. Enda chunguza mzazi yake. Hakufunza mtoto kuwa na utu. Hakufunza kuwa na mtoto kuwa na masi. Hata yeye alichapwa kama nyoka.
Na ndio unapata wazazi watoto wengine they are so emotional. Wakianza tu mwalimu anasema anaanza tu kulia hata ajua ananilia nini because we raise them. Let us raise our children in a kind way. Let us show mercy. Let us tell them embrace each other, love each other. Say amen wazazi. Tunalaani hiyo tendo ilitendeka Bomet. Kama namna gani? Tusichape watoto mpaka kifo. Tungechapwangwa ingekuwa mzazi akikasirika na kugonga kichwa. Ungekuwa na alama ngapi sahi? Wazazi. Unajua niliambia mtu kama inafaa ukikasirika unachapa mtu. Nikamwambia tukalculate. Kama wewe hasira yako lazima ukikasirika uchape mtu. Kwa siku unaweza kasirika mara ngapi? Mara 3. So inamaanisha kwa siku utakuwa unachapa watu 3. Na out of 3 hautachapa wote, kuna yule atakuchapa. So kila siku utakuwa na alama moja kwa mwaka. Kuna watu wakikasirika, you know, let us be turudi kwa maisha ya kawaida. Unajua kama wewe ni mtu wa hasira ambaye kitu kikikasirisha lazima ka centimeters ama nzijui ni nini, o pressure inapanda kidogo. Tuseme 1 cm ama utumie nini ile kidogo sana. Millimeters. Kama ukikasirika kidogo na mtu angasirisha anaongeza 1 millimeter ya stress kwako ama pressure. Do you know utaondoka kwa hii dunia kama pressure inakuwa. Kama vile mtu akikuja maisha yako lazima aache amaki ya stress. Mimi mwenyewe nilifika mahali nilisema roho yangu siwezi weka mtu. I don't have space for people. Wewe uko na space, mtu aikasirikia unameza. Na gaba. Kesho si utakufa. Yaani kama lazima ukikasirishwa, lazima mtu abaki ndani. Si watu wengi watabaki kwa moyo wako. Parents, let us begin on how we will raise our children. Katika jina la Yesu sema amen. Amen. Number 3, parents. I'm talking to parents. And children who are praised even when they fail, they always grow up to take a risk. When you are a child ameperform, akienda chini, usiwende chini na yeye. Jaribu kumwambia, please, I clap to you, but not that much. Onyesha kwamba failure is not the end of life. Those children will grow up knowing that I must take a risk. Lakini watoto inawajui network, hawashiki network ya kutake riski. Ukiangalia vizuri vile waliraisiwa na wazazi wao, hawakuwahi ambiwa you are good in this. Nobody ever appreciated their work. I love teachers. Wamefunza mpaka makofi ya kupiga. Hata mtoto akisema bava, yani badala ya baba, bava, yani anamalizia fi. Unasikia mwalimu anasema let us clap for her. Well done, well done. Na amesema bava. Unapataka wapi nguvu ya kupigia mtu akianguka? Kuna wazazi wengine akiambia mtoto andika ah. Unajua wakati yao sahi sound. 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 Wewe unaambia mtoto andika mtoto anasema mama nini? Badala ungemwambia sound. Wewe nimesema andika vizuri yako. Sasa nini tukue na huruma wazazi? Let us praise them even when they are wrong. Tell them, I know you can do better. It is only today that you are failure, but you will never be a failure forever. I know this is just by the way, but I know you are a great person. That child wakijua I must take risk. Mama yangu baba yangu aliwahi niambia you are the best. Lakini watoto wa take risk. Tembelea wazazi. Hawajawahi pigia makofi. Makofi tu ile inapigwa ni ya walimu. Makofi inaishanga hapo. Nyumbani iko na sheria kama serikali ya Jubilee. Kusema na kutenda. Nani kuna macha mingine hapa hawacheki. Kama mtu wacheki kwa Ibra ya day. Na nyumbani. Nani wewe watoto baba na mama wanachekanga. Wanga ukweli. Tuseme cha ukweli, si ndio? Wanachekanga. Ama nakanga kidogo. Wanachekanga kidogo. Sana sana wakati wamefanya nini ndio wanacheka. Wakiongea kwa simu. The only time you are laughing
from your phone. That is what they are saying. But after cutting, ukikata tu simu, hakuna kucheka. Hivi ndio vile wamesema. Mama anaenda corridor, anacheka. Anaenda kuwa serious. Akisima hiyo simu, analeta sura ya kasi. Hivi ndio vile wamesema. The only time you are laughing is when you are calling. You are not creating a laughter at home. Marieni wazazi. Wacha niulize baba na mama, mwisho mcheke peke yenu ni lini? Mzee, mwisho uchekeshe bibi yako. Baka mama achukue vitu. Asema hivi baba Brayo. Ni lini? Abaje tuongee. Unajua vitu vingine mnafikiria ati tunadanga. Ni lini? Ndugu, Bwana asifiwe. Hapo mwisho ucheke na bibi. Mlicheka leo asubuhi. Yako inaonekana. Lakini kuna suspects hapa. Wakiingia hiyo gari, mlango tu ikifungwa, ni kulaumiana. Kukombana. Nilikujua. Nimekuvumilia. Umeniangalia na macho kubwa. Macho kama tulikoli. Baba mnaingia gate ya kanisa unasikia pira tumefika kanisa. Alafu mnatembea ile tandao. Lakini hata Mungu ameonanga maajabu. Alafu mzee kabisa hauna aibu kwa kanisa. Una introduce bibi yako with me is my lovely wife. Ndio waze mtumianga ile majina mama amesoea. Mwaje kustuanga kwa mama kwa public kwase. Mama hajai sikia akiitwa sweetheart. Alafu unakuja kwa kanisa ndio nikuwe vile niko na unajua wewe ndio umechipigia basi nguo. Leo mnachiogonga wase. Atio kama with me is my wonderful my dear and darling. Baka karibu mama anauliza ni mimi. Achai sikia hiyo vitu. Anashinda hivi mzee ameelewa. Parents, let us create an environment where we enjoy laughter. Fanya nyumba yako kukua mahali pa kucheka. Hata bila pesa. Hata kama unadaiwa. Yaani furahishanga hata watoto. Mengine na choo. Hey wasasi. I know you are busy. Ni sawa lakini you need them. Amen. We are looking for money but also decide to be happy. In Jesus name. In Jesus name. Kutoka sahi nataka uangalie mwenzako ambie ile mambo ishe. Ambia waache ishe. Mwambie tu. Kama uko na bibi mama, huyo ni nani kwako? Ni rafiki wa baba watoto. Mwambie waache ishe. Hey, mama ni wakati bwana. Amesema inaishaje kama itaongelelewa. They need to take risk. No, it was not. It was by the way. Praise the Lord. The way we are up here, watoto mungependa wazazi wafurahi nyumbani? Na kwa hivyo kutoka leo akimaliza kucheka kwa simu acheke na sisi. Kutoka leo si mbaya sura ya kazi lakini si kila siku. Tengeneza nyumbani kwa environment. No, shule kuna sheria. Kanisa sheria. Nyumbani hata toilet imeandikwa tumia tissue sheria. Kila mahali ni sheria. Sometimes ujeni sheria na kucheka pamoja. You don't need to be in Mombasa to laugh. You can laugh in that small house. You can encourage each other. Anakuambiana hata mahali tumetoka ni mbali. Wacha tufurahi kutoka hapa na kwenda mbele. Pesa ikuwe isikuwepo tutafurahi. Amen. Semeni amen. Amen. Najua ukitaka kukipu watu in Kenya unasema as I finish and as I conclude and as I summarize and as I finish na umalizi. So we are saying number 3 and then the last one. Overprotective parents lower the self-esteem of their children. Let us not overprotect them. Let us direct them, teach them and guide them. Wacha watoto wajue kujitetea. If it happened today that you will not be no more in this world, your children can still stand for themselves. Train them.
Baba sasa ingine peleka mtoto aone hiyo gitara unapiga ndio upate pesa. Usikuja ukikwa safi kila siku. Kama unafanya hivi mwambie mtoto keti hapa. Ona venye nafanya ndio nipate pesa. Let them understand. Let us not overprotect our children, but let us guide them, pray with them, and let us journey with our children. Watoto wetu, they don't need our presence. Zawadi yetu sana. They need our presence. They need our, wanahitaji uwepo yetu. Sasa zingine tumelipa fees, tumenunua kila kitu ni sawa, but they need your presence. And I told men, wasichana wanawaheshimu kuliko wa mama yao. Na ukitaka msichana aende mbali, hapo rafiki ya baba. Sasa zingine ita mtoto baba na kumwambia, Brenda, I am alive today because I decided not to kill myself. I was to die 2002. Nikaona utaishi namna gani. Nikasema nitaishi ili nikuchunge. Hey, huyo msichana atatembea akijua. Imagine my dad is alive just because of me. He was to die by the way. Hawa tuange hata to die ni nini? Wanaume wa fulana, watoto wana fulana. Kwa sababu mama wanakuheshimu. Itakawa. Itawa na baba ukiona mama ako na mtoto kijana wewe jibe shughuli. Mama ita ile ndrono. Ita kama kigani. Toka. Kilo kale nchi wanatusi wakitengeneza. Alafu akifika ongea ni kama hata unataka kulia untumiri hata kama mimi. Ambia chochi. Ni wewe baba nakutegemea. Hata nikifikiria vile nasikia kulia. Baba mtoto anataka akijua mimi ninaishi kwa sababu ya maombi ya mama yangu na nataka ni improve the life of my mother. Strike deals with these children. Kama mnanipata? Mimi ni strike deal na my boy na nikaambia baba strike deal na msichana. Sisi tunajua deals. Na tunaangalia vile wanaenda, tunajua hapa iko sawa. Sasa msichana aliniambia you know tuko na deal na dad. Sasa hiyo najua everything. Sasa alafu kijana anamwambia you know even my mom tuko na deal na mom. So kuna vile tunapelekana pole pole. Strike deals. Hao wanapendanga deals. Hao wanajua deals. Hello. Lakini mimi napendanga akina baba maana hata wanadanganyanga shule kwamba tutalipa fees kuna kitu nasukuma. Basi mnasukuma. Mimi naone ni yego to tunaona ngokosa ya tani ona. Kuna kitu nafukuza. Hata mwingine anaambia mama kuna project kaunti wamenipea. Hakuna hiyo project. Sukuma. That is why nilisema wazazi Kenya hii ninapendanga vile Ruto anapanga serikali sana. Yaani Ruto anaganga kama Mungu. Anaahidi kuahidi. Usimwambie hii. Yaani president, unajua Kenya, wacha niwaambie mahali tumefika. Kenya inataka mtu wangu optimistic. Mwenye kupeana matumaini hata asipofanya. Kabisa, Kenya tukipata negative president, tutakufa. Mwenye kusema Kenya imekwisha, tutadaiwa mpaka kifo. Tunaona tukiama Kenya na tufunge Kenya ikuwe nchi kafu. Tutakaa Kenya hii. Lakini Kenya inapendea Ruto, anafika kwenye kanisa, anamention mabarabara yote. Na kusema nitajenga. Anaenda yani ameahidi kila mahali. Mimi niangalia juzi baba anasema huyu mzee ni mwerevu. Kenya inahitaji mtu kama Mungu. Unajua Genesis mpaka Revelation ni promises. Ingine imetimia, ingine isatimia. Na hakuna siku tumeendea Mungu maandamano. Ama si hata alisema anaenda na kurudi na hajairudi. Na tujaenda na maandamano tuseme he must come. He must come. Ama we must go. We must go to heaven. Yaani Mungu anaahidi hata leo si nimekuja kuahidi mtapita mtihani. Kwani mimi niko na answer. Si ni promises. Kwani unaona kama nimetembea na risala kwa mkono. Hata pastor anakuambia utaoa bibi na ujui kuongelesha mwanamke. Huoni hiyo ni hadi? Osa promises bwana. Yaani niliangalia mpaka Kenya director. We need a president like Ruto. Mimi ningekuwa na
Munangi vitu kama watoto wote wataandikwa. Wapi kazi? Kama unapata mzazi anasema wewe watoto wanaandikwa kazi. Hata wanasema hata asipofanya si tutashinda tu tukidai ataleta. Hilo tunadai Mungu. Mungu ulisema utanibariki. Sini hadi. Anyway, today mimi si wa politics kama director, but I'm saying for our children, sometimes let us give them promises. Let us strike deals with our children. Let us encourage them and tell them you will be people. I like our director Leandro. Akasema musimame. These children are going far. They are already leaders. Even you and Elisha. In Jesus' name.